Bethel Clouds TV, empowering lives. Tunakushukuru Baba, asante kwa wema wako, asante kwa utukufu wako. Tumeona mkono wako leo. Wewe ni Mungu, uliumba mbingu na ukaumba dunia. Na kuomba ukanitumie tu kama chombo siku hii ya leo, nikafikisha ujumbe wako jinsi unavyoutaka ukafike. Na kuomba msamaha wa dhambi zote ambazo nimezitenda kwa makusudio na zile dhambi nimetenda bila makusudio. Naomba pia msamaha wa dhambi za watoto wako hawa wamekuja. Maana wametenda vitu vingi kwa makusudio na mingi bila makusudio. Ukawakumbuke tena, ukawarehemu na ukawabariki. Maana watu hawa wamekuja kwa sababu kutafuta uso wako. Tusaidie na utubarikishe na utuneemeshe na ufanikishe katika kila njia. Na tutashukuru, tutasema ni asante. Tutakapokuwa tukimaliza ibada hii, tutainua mikono yetu juu tuseme hakika umetutendea. Na ni jina la Yesu Kristo naomba na kuamini.
Asante sana. Unaweza acha tabia baya ya kukaa. Nani amekwambia ukae sasa? Simama. Simama. Simama kama uko na miguu na kama unajua wewe si mchawi, simama juu. Akoni ramya ndukuwete gethito. Rugama na iguru. Yes, mundu ikuwete gethito no etekeretio guikara thi. Asante. Kwa nini mumekaa chini wewe? Wewe kwa nini wa gethito? Ni wa nini wewe? Salimia huyo karibu na yeye, muulize unaitwa nani? Umetoka wapi? Muulize umetoka wapi? Haleluya. Hai. Muulize umetoka wapi, unaitwa nani? Watoto wakae nyuma. I say, watoto wakae nyuma. Yes. Munapanga kitu inakaa mzuri. Yes. Umemsalimia? Msalimie huyo mwingine kwa upande huo mwingine. Mwambie ni unapendeza. Mwambie you look good. Hata kama hujui Kisugu, mwambie you look good. Yes, una smile. Na unamsmailia tu. Wacha kumwangalia ni kama wewe ni Al-Shabaab. Haya, basi mwambie keti. Mwambie you may be seated. Yeah, mwambie na Kisugu you may be seated. Yes. Thank you very much. Naona tunaendelea vizuri, si ndio? Ama tuendelee vizuri? Ukiangalia na macho yako ya kiroho, unaona ni kama tunaendaje? Wale watu wapimi, watu wa kupima roho. Kwa hiyo unaona ni kama tunaendeleaje? Yeah? Sasa na miezi kama 3 imepita, ukikobea na sasa. Unaonaje? Yesu ametusaidia. Na wewe mpimi, huyu ndio mpimi wetu. Tuko mbele sasa. Tunaenda vizuri. Na wewe mpimi? Tunaendelea. Kabisa. Na wewe na abuye nyingi. Ndoke gwatie imwe, ke tuhutania ugwati. Goreta we kinye na uwe na 107, na kinye 107. We na 1K leo. 108. Birthday we kagari. No guai. Le mwaka wa kurugaga ri. Waciarirwo ri February. Mutariki cigana. Ndogeririkana itia kibande kiandikitwo 0. Igiri. February igiri. Ona nikiri wa February igiri. Ona ni ri. Igiri wa February igiri. Haya. Ugo gakinye miaka ta yaku. Amen. Yes, na nyune na kou. Naomba barikiwa. Amen. Barikiwa sana. Amen. Barikiwa sana. Amen. Barikiwa sana. Amen. Mungu akubariki. Amen. Amen. Umbariki na miaka kama yangu. Amen. Umbariki na miaka kama yangu. Amen. Na isidi kuongezeka. Amen. Unaona kama tutaendelea, hatuendelei. Amen. Tunaendelea. Asante sana. Asante. Thank you. Riu aroiera murogaga ngwe. Wale munanichawi ati nikufe. Sasa angalia huyu ako 108 na amesema niende zaidi yake. Uchawi imeanguka on spot, on arrival. Yes, mimi direshiraga wewe tariki 2, mimi ni wa February tarehe 2. Yes. Mwezi wa 2 tutachinja ng'ombe next year. Tutachinja, mweke hiyo mahali. Tutachinja nini? To celebrate mzee kama huyu kukua na sisi. Unajua ni kwa nini hawa wazee Mungu aliwalete hapa? Maana Mungu alijua ile vita mimi nitapigwa. Dunia mzima itakuwa ikijua. Akaleta wazee hawa ndio wanakuaga kiga, ndio wanakuaga wakinisaraud. Yes. Hao ndio malaika wangu. Hata kokia najua. Hata mfanya nini, hakuna kitu mtafanya. Huyu mtu amepigwa risasi, huyu mtu amenyogwa, huyu mtu amefanywa kila kitu. Si uachane tu na hiyo vita, uende upumzike. Ufanye kitu itakusaidia. Hello. Abia mtu ufanya kitu ile itakusaidia. Mguze hapa kwa mabega. Mguze. Kwa kiguza huyo.
Wacha muguze. Mwambie hivi. Mwambie hivi. Nisikilize. Muguze. Alafu nisikilize. Sikiliza nikwambie wenye utamwambia. Kwa sababu msiuguze mwenzako hapo. Kwa sababu najua wewe ndio unataka kumaliza apostle. Si mwambie. Nimegundua. Oh yeah. Asante sana hata kwa kukuja akina Shosho. Naswaga nafurahiaga sana nikiwaona kinaguka. Nasikiaga vizuri nikiwaona. Lakini nasikiaga vibaya nikikosa hawa wengine. Nikimekaga. Nikarwara marwarire kana niki. Kana netigiti. Nĩ ngari ciongereirwo. Ona nyumo akiongereirwo mwaka. Miaka mwongererwo miaka. Na ni nyongererwo. Sasa ni wangapi ni atwige na acio angĩ nĩ tigiti magĩte biũ? No record no mũkoragwo coordinator wanyu. Acio angĩ no tũmuone Sunday. Nĩ ngũmenda othe Sunday. Nĩ ngarĩha ngari Sunday. Ũthiũ macokanĩrĩrie othe kuma rũciũ. Othe Sunday nĩ ngũmenda moke. Nĩ ngamarĩhĩra tigiti na ndĩmagũrĩre kamũtu. Nĩguo? Yes, nasikia ati Shosho amekosa fare. Na Roda hapa naendaga kukula ya Intercontinental. Sahani moja inatosha fare yao. Inatosha fare ya watu 100. Sahani moja peke yake ile koki unakulaga. One plate. Inatosha one tikiti ya watu 100. Sasa wako nyumbani na wanataka kukuja. Na nyinyi hamutaki. Unajua there is a way wanga nataka kuwafundisha how to tap the blessings. Siku ndio siku ni makada na magada la mogoto. Ni simama na huyu mtu. Psalms 41. Nani atanisomea Psalms 41? Psalms 41. Amjui Psalms kufungua Psalms 41? Nani yako studio? Tupatie Psalms 41. Na hiyo ndio inafanyaga nisimame. It is that verse that is my pillar. Ndio imefanya nisimame mpaka hivyo nimesimama. Na hata ninainukiwa na kila aina. Mimi hakuna kitu hata nini? Itakuwatia? Hizi za Kimasai zinaninukiaga, nakuta naifukuza hapa inaruka hapa. Ikivukusa inakuja hapa. Ikivukusa inakuja kwa mdomo na inakaa kwa mdomo ndani. Leta Kiswahili. Nataka kusomea Shosho pia asikie. Leta Kiswahili. Pandisha hai kidogo. Kidogo tu. Hai ya kale kajuu kabisa. Tupatie Kiswahili. Yes. Wewe msichana. Habari yako? Habari ya mama yako? Habari yako? Huyo ni mtoto yangu. Simpigie makofi. Mutiramuwe. Mutiramuwe, mutale ithabu. Ongerera ithabu harĩa rĩrĩa muwe. Hata huyo mwingine simama. Hata huyo ni mtoto yangu. Weka kwa hesabu ya ile unajua. Ikae unakere. Kenda gũkĩihũria thĩ. Itakĩrĩ yaku. Itakĩrĩ yaku. Kwa mkubwa wa waimba Zaburi. Hapana. Si Zaburi. Psalms. Si 91. Psalms 41. Hapana, hebu twende verse 2. Wacha nini na watu wanataka kunifundisha hii mambo. Hii Biblia nilisoma nikiwa Mogeke. Ni marare na mugana gũkũ na andũ aya nĩ aruti wĩra. Ndio ni aruti wĩra ũguo.
Yeah, Psalms 41 verse 2 inasema the Lord will keep him and preserve him. Hiyo weka sasa kwa Kiswahili. Nyinyi mnataka kunifundisha Biblia zenu. Mimi ninasoma hii Mungu alinipatia. Heri mtu anayeshughulikia maskini, yawe atamuokoa wakati wa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri ambaye anashughulikia maskini, mnyonge, mtu asiyejiweza. Maana wakati wa shida, wakati maadui watakuvamia, wakati watakuinukia, wakati watakaka kumaliza, Mungu atakusaidia. Twende verse 3. Mungu atasimama na wewe. Simama na huyo mtu unaona ni mnyonge. Because that is your salvation. Yawe atamulinda na kuchunga uzima wake. Alalala. Waliniwekea bakasumu hapa. Yawe akakuja akasema wewe darakua. Ni arage kuwa tena nena dutachochota ya larora. Numna imagine shosho atenie na ogwe ya. Naye atafanikiwa katika nchi. Simi nimefanikiwa. Yes, I'm a blessed man. Hallelujah. Nikiona ngade muradhime. Todo Yawe atafanya nini? Yani anasema Yawe atamlinda na kuchunga uzima wake. Naye atafanikiwa katika nchi. Hata muacha katika makucha ya wadui wake. Hata yani katikati ya makucha Mungu hata niwacha. Mwambie mwenzako, Mungu hawezi akakuacha ukiwa ndani ya makucha ya maadui. Yodo akuruga manaya. Tiko hoya jo iko hoya. In fact kama kuna mtu lezi na maombi ni mimi. Lakini kuna secret najua kusimama na hawa watu. Huyu anahitaji tu unaweza mwe amesema, "Oradimu." Si yeye. Mungu ameingia hapo ndani yake. Ni Mungu amesema. Sasa enda jipage. Eja jipage na madodi. Eja ujipage. Ukansel hiyo kitu Mungu amesema. Utakansoliwa mpaka kichwa yako. Verse 4. Inasema namna gani? Yawe atamsaidia anapokuwa mgonjwa. Atamponyesha magonjwa yake yote. Uliona gororete. Anyana uka. Yeah. You will never see me sick. Never. Never. Why? The secret. Idio siri. Na my girlfriend hapa shosho. Ai, ekaile tugakwa. Ka baby. Hi babes. Rogama ndio gile niko kwekelithia magego leu. Getha watu akohokisio. Ndora na haha. Korake blush. Nego kena. Oh yeah. No ndora wega tumairo twa wendo. Ili todo neka nyitaweka. Ni yoguo. Tigai weiru. Hata wewe tafuta wako. Maiwa kewaru. Ate aposto. Ona tuka aposto. Tuka aposto nawe. Let you go. Yes, that's a second. Ikarade sweetie. Ikarade gete. Neine la modo wake. Makue riakere magaya maemawani makeura maiga maruru nagwa makiuga kabamusa mayolo Yesu ne arurukire aigorera durere yanariane gwosiabate kere magasayuni Hallelujah. Iritakgereka na Jerusalem iturarive. Yes. Inyo monyeda kali mulimo nyini natakau. Mulimo nyaka kamo mechie koti moikayeti agu. Ati uraugiri atia. Rudo konyada. Naigwa kare bokala drainiro.
kakuhoreria ngoro na igwa ngoro yakwa yagira riu yes mwirute igucaragia mundu tiguka umete ugo taje gukaranga ebu nataka tuangalie the crashing moment. The crashing moment. The crashing moment ni kishosho. Crashing moment ni mahinda maku maria makuhinyiririka riria wi bara-ini. Hallelujah. Wakati uko kwenye nini? The crashing moment, it is when you are really crushed. Sijui kama kuna mtu ashaikutana na wakati kama huo, when you are really crushed. Hallelujah. Wakati umepelekwa mpaka mwisho, umesukumwa, umesqueeziwa, mpaka hakuna kitu unaona kizuri duniani. Unakuta mpaka marafiki wanakuinukia. Unapata watu ambao ulifikiria ni watu wa kutembea na wewe ndio wanakuinukia. Unakuta watu jamii nzima inakuinukia. Kila kitu kinakuinukia. Nothing is working. Hakuna kitu hata kimoja kinafanya katika maisha yako. Those times ambazo zinakujaga, not necessarily hazikuagi ni shetani. Hata Mungu analetaga vitu kama hizo. Ndio akucrash atengeneze kile kitu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a moment that will come to you. Na hiyo moment ikikuja itakuswaga, itakunyorosa, itakufinya, utafinywa mpaka unasikia kweli demodomo huti hado. Mpaka unashindwa unaambia Mungu nikumbuke. Mungu anakosa kwa hata kukusikia. Mungu kawadiganeirie. Unakuta hata hasikii ameenda. Unataka kuniambia Yesu akifika mahali anauliza gai wako kawadiganeria neke. Alikuwa amekasikia aje? Akaigwete atia. Alikuwa hebu jamaa mpaka afike hapo. Na unajua huyu jamaa alikuwa amejijaza. Alikuwa anatishia raia. Anaenda na mama anakuja. Alimemwaga damu miaka 12. Anamwambia mama imani yako imekuponyesha na anaenda. Hata ashughuliki na hata afanye asemi ni kama amefanya kitu kikubwa. Imani yako imekuponya. Na akathie. Andaratu hari undu eka no ikono ni muhujia wa riu tandura. Arugamie thakame ya mundu. Bwana sifiwe. Atulikuwa na damu miaka ngapi? Miaka 12. Bwana asifiwe sifa. Bwana inuliwe. Itakuwa samoni ya 2 days. Lakini huyu mjamaa alikuwa anasema imani yako imekusona. Na anaenda. Na anauza kuna mtu amenigusa nguo. Na anaenda. Hata hana shughuli. Because it was not a big deal. But to us nowadays. Lakini onokoro ni urona na drona. Nyegene kehuti kikaingia kwa macho. Sasa huoni vizuri na kana mchaga hivi. Alafu nikuguze hivi. Bahati mzuri kuwe kuna hiyo machozi ya kutoa hiyo kitu. Bahati mzuri wakati hiyo ndio machozi ilikuwa imekuja. Na imetoa sasa nimefanya hivi. Imefanya nini? Imetoka. Kanisa hamutapumua. Oxygen yote nitakuwa iko padi yangu na wahusia. Mam, fanya hivi. Unaona vizuri? Tena fanya hivi. Unaona? Pigia Yesu makofi. Nilikwambia nini? Hii ndio nyumba ya miujiza. Nyumba ya miujiza. Sema nyumba ya miujiza. Sema nyumba ya miujiza. Mapasta. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawezi kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu alikuwa Yesu. Na ilifika wakati akamwambia Mungu, gai wako wadiganeria neke. Sometimes we reach in that place. Wakati mwingine tunafikaga, unakuta umeinukiwa na kila mtu, umeinukiwa na kila kitu. Baka ubu aliyekuwa nakupenda sana, unakuta na kubwekea. Kipusi kilikuwa unakiguza hivi kinatulia, kinainua tukamguu kamoja juu. Unakuta kinakutolea makucha, kinakwambia wewe. Miau! Maana imefika wakati wa kubondabondwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati wa kubondabondwa, wakati wa kufinywa. Unafinyangwa ndio kile kitu Mungu anataka kitoke. Natumai siku ya leo kuna mtu ambaye amekapitia. Natumai kuna siku ya leo kuna mtu anaenda kuondoka kwa kupitia kale kakitu. Maana hako kakitu kamekusumbua mpaka umeomba na umefunga. Umefanya kila kitu na unaamini ya kwamba Mungu ambaye alikuumba ni Mungu ambaye anakujua. Lakini huyo Mungu kwa sasa ni kama amekutekeleza. Ni kama
kama huyo Mungu amekuacha, ni kama huyo Mungu hakupendi tena, maana things are not working. Kuna kitu kinafanya kazi, hakuna kitu kinasimama. Umejaribu kusimamisha kitu, hakuna. Umejaribu kufanya biashara, hakuna. Umejaribu ndoa yako, hakuna. Umejaribu huduma na ndivyo umeomba. Umefunga siku 21, umefunga siku 7, umefunga siku 3 kama Esther, lakini nothing is working. Inaitagwa crashing moment. When it is crashing moment, nothing works. Hakuna kitu ufanya. Hata uende ukakae kwa Mungu, kama system imeachiliwa kukucrash, utakaa kwa Mungu lakini bado utanyolewa. Utakaa kwa Mungu lakini bado utafinywa. Utakaa kwa Mungu lakini bado utaendelea. Na the more you fast, the more they crush you, because you have prepared the ground for the crushing. The more ukienda karibu na Mungu ndio unafinyago kabisa. Unafinywa mpaka unatolewa maji. Mpaka ukifanywa hivi nguo inakauka. Ushaihiaguo, unahiaguo, unaifanya hivi na unaivaa. Vinyo umeifinya mpaka maji yote ikatoka. Hivyo ndivyo Mungu anafinyaga. Until there is nothing that can contaminate the places of God. Until hakuna kitu kinaweza kutumika kuchafua neema ya Mungu juu yako. Until kila kitu kimekamuliwa, kila kitu kimefinywa. Biashara ndio hiyo imekukataa, wanaume wamekukataa, wanawake wamekukataa, huduma inakataa, kila kitu kinakataa, mpaka unasema sasa huyo Mungu sitaki kumsikiliza, maana ni kama hakuagi. Sasa ukasikia umefika mahali pa kusema ni kama Mungu hakuagi, ujue ako hapo nje amegushia dhuturu, nikachai anakunywa, alikuwa anangojea ujiga iishe ndio akuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, Mungu alikuwa anangojea ujiga iishe. Yes, ujuaji. Alikuwa anaongojea ujuaji ishe ndio akuje kwako. Maana Mungu hawezi kukuja kule kuna ujuaji. Hawezi kukuja na maarifa zako. Hawezi kukuja ukiwa na pesa zako. Hawezi kukuja ukiwa na ujuzi wako. Hawezi kukuja ukiwa na neema zako. Ataongojea umalizane na dunia, umalizane na kila kitu ndio akuje. God will never come when you are at your comfort zone. Hawezi. Bwana asiwe sana. Lazima kunyenyekeshe, ndio wakati atakuneemesha, wakati atakupatia, utasema kaenegaiye. Nilikuwa nimeisha, nilikuwa nimefika mwisho, nilikuwa ni kila mtu aliniwacha. Adwathe ni maradiga nili. Never feel. Usiwahi kufeel watu walikuachilia. Si watu walikuachilia, ni Mungu aliyewaondoa. Maana hawakuwa wa maana kwako, hawakuwa na usaidizi kwako. Hao ndio walikuwa wanakunyonya, hao ndio walikuwa wanakuangamisha, hao ndio walikuwa wamebeba bomu ya kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. But when God comes, He removes every impurity. Anaondoanga kila takataka. Labda sister yako ndio alikuwa takataka. Labda mama yako ndio alikuwa takataka. Labda mfanyabiashara mwenzako ndio alikuwa takataka. Labda huyo pastor ndio alikuwa takataka. Labda huyo mshirika ndio alikuwa takataka. Lazima matakataka ziondolewe. Lazima vitu ambavyo vimeletwa na binadamu viondolewe. Maana Mungu anataka kuinjecta. Mungu anataka kuleta kitu chake. Mungu anataka kufanya kazi yake. Tukama kyote ni watiganĩrio kana ni mwamenana na mundu. Hiyo ni shetani alikuwa amemulete. Ukaona mtu ametoka kanisa hii, ameenda kanisa, ameacha, amesema nie kanisa kaudiko shoka guthie. Nyoni ule amegweka. Ti ati ni kuona to gweka, ni gukena turakena tondu ngoma ni kindu kiria kiarehetwo ni ngoma ni kiehera. Yes, you are demon said here. Yes, to come and torment us. That is why you have been removed. And that is why you are going. Because you are not called for this ministry. If you are called for this ministry, you will be stable. Utakaa licha ya ugumu, licha ya mambo kuwa mazito, licha ya kuwa every complication is around you. Utaendelea kukaa, maana you've been called for this ministry. You've been called for this marriage. You've been called for this business. Umeitwa kwa sababu ya hicho kitu. Kwa hivyo hauwezi ukakiwacha, hauwezi ukahama, hauwezi, maana ni kitu chako. It is part of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alimkuta nani? Alimkuta huyu Sauli, na ni mfalme amelala, na akapata chanzi mzuri sana ya kumaliza Sauli. Na watu wake, jeshi lake likamwambia, mtu tumekamatiwa na Mungu, sasa ndio huyu, maliza. Naye Daudi akamwambia nini? Huyu hatuguzi, huyu hatuui. Kwa nini?
Hawakuelewa. Wao waliona Daudi ni mtu ambaye hajielewi. Nuramenya mundu yule akugiete. Unajua huyu mtu amekuwa akitafuta kukuua. Na sasa Mungu ametupatia kwa mikono tumalize. Alafu wao wanatuambia tuachane na yeye. Tufinye mtu. Daudi akasema hapana. Maana kuna kitu Daudi alijua. Ukipata watu wanakuinukia, wanapiga ministry, ati alikuwa kwenye huduma hii akitoka kule anaenda kupiga ministry hii. Huyo alikuwa mnyama. Na huyo hakuwa wa hapa, alikuwa ametumwa kuja kumaliza. Lakini ameshindwa kumaliza. Sasa mienda nje. Yaani ulikuwa hapa ndani, umalizie hapa ndani, na ukapatiwa chance, ukapatiwa baka mamlaka ndio ufanye hiyo kazi ulitumwa na shetani. Umeshindwa. Unafikiria ukienda nje ndio utaweza? Kuna mama mwingine hapa alikuwa anapigia sio kama mmepigwa tu simu. Atiko hiyo kanisa apostle agushagia jata siado na ahutagira jata siado agushagia jata siado. Wakati wamepigwa hiyo simu, wewe umepigwa, si ndio? Wewe umepigwa, si ndio? Nawe koki wewe wanajua yeye ni katili. Wewe ndio unapokeaga hizo masimu. Hiyo hujapata? Grace hajakupigia? Grace amepiga. Unajua Grace alikuwa lesbian. Na kazi yake ilikuwa kunyonya watu, kupepa watu akipeleka nje. Sasa anapigia watu simu. Ati hiyo kanisa ukienda huko unanyonywa. Sasa nani anaweza nyonya lesbian? Unanyonya lesbian peleka wapi? Atendea kuhuragira tondu ndira kuonete ku. Korenda gucoka kuu. Ni kwa nini anaenda kushambulia kule nje? Ni kwa maana hakuwa wa ndani. Alikuwa ametumwa kazi kuja kumaliza huduma. Lakini alipofika hapa, nilimpatia ka ofisi pale, nikamwambia fanya kazi dukanauge. Ndo aheto mamlaka. Alitoroka. Rafiki yake huyu Ani ndiye alikuwa anampelekea viatu huko na mizigo yake huko kwa barabara kule. Anashinda anafika hapo Equity, anasikia moto inamchoma, anarudi nyuma mpaka akaambia Ani uweke hapo ndani hapo kwa hiyo kaduka ya nani ya Eldoret hapo Eldoret what? Shatu. Uweke hapa, maana hakutaka hata kuonana na Ani. Maana Ani aliponiambia, nilimwambia Ani lete mkono, nikamshika mkono. Nilipomshika mkono nikaeka Ani moto. Alipofika pale akamwambia weka hapo, maana alichomeka. Daudi alikuwa na nafasi ya kuua Sauli, lakini kuna kitu kimoja Sauli alijua. Daudi alijua kumaliza Sauli ni kumaliza yeye mwenyewe. Maana mafuta ambayo ilichotwa kutoka Sauli, ile mafuta Daudi ako nayo ilichotwa kutoka kwa Sauli. Haleluya. Hauwezi kumaliza kitu ambacho ni chako. Haleluya. Hauwezi kupigana na kitu ambacho wewe mwenyewe you are part of it. Hauwezi kwenda kuambia watu eti mahali pangibale na ulikuwa hapo. Wakati ulikuwa hapo kulikuwa kuzuri, lakini wakati ulitoka kukakuwa kubaya. Kwa hivyo wewe ndio ulikuwa mbaya. Mtu ambaye ni wako, ya person, mtu ambaye ameitwa kwa ajili yako, hata kama kuwe na ugumu namna gani, hawezi akaondoka. Watasimama tu na wewe licha ya mateso. Angalia huyu mzee tulianzana naye wapi? Kule stadium, City Stadium. Huyu mzee wanakujaga kesha, wanalala kwa simiti. Look at his age. Analala kwa simiti hapa. Analala chini. Huko tulikuwa tunalala chini kwenye simiti. Hata afani ya badhari kuna bau. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajawahi kuniwacha na huyu mzee. Angalia mzee kama huyu. Taro kama fafa. Nirajigwa. Kitu gani? Habari yako? Hebu simama. Mokwajo. Ni akorire. Narokire gukwe kijana. Wewe ni wakora riu. Tuthie. Ni ugukura ndukurite. Yes, unasikia confession. Dikurite ni gukura. Huyu mzee tulianza na yeye City Stadium. Walilala kwenye simiti. Mkesha, wanalala kesha. Tunakunywa kauji asubuhi bila blanketi. This old man, you can see. Alajira dokorete? Dikorete ni. Nengo kura. Ni gukura. Dakorete.
Keti chini. And there is somebody who come yesterday anataka kusema anaweza atikobomoa msingi wa hapa. Msingi tulioutengeneza hatukutengeneza na hivyo vivitu tutitondekete muthigi wa uko na mura. Nikiona gajagiriti ikiota komereria mwaki wa goko. Jagiri haziwezi. Makoro cie jagiri na maraya mando matingihota tondokete na muthigi wa umaraya. Aronete toro dakade hadisam. Ulecio Kenya na ndironetwo ni aigana. Sisi duabewe kiuhureria mathafu weke mathafu. Before I see this lady ate muyetu ni muthaka muno. Ndona muyetu ni muthaka. Tarugama haha taruga. Ndona uria muthaka. Hallelujah. Ukirugame haha ukoro ni wewe irima riu. Yes. Ndona ni muthaka. Nigetha tuone uthaka uyu wake ri. Urenda kunjira ni aigana mawonete. Niwe withondekete? Acha. Ni maheni. Hari mundu ratura mundu uyu. Iwe na urimu waku ri. Atendeo ni akairetu kiaga muno. Nigetha ukiona vinaelea. Jua vimeudwa na si wewe uliuta. Haleluya. Wana mundu akehujia, wacha kungangana tunataka kupigana na huduma yake. Ukiona Mungu mtu amefungua biashara, wacha kungangana na kupigana na biashara yake. Ukiona mtu anafanya huduma yake, wacha kungangana. Hujui kule wametoka na Mungu. Doi kule marutanete na Ngai. Hujui ni wapi amepitia. Hujui msingi wake ni gani. Na wakati Mungu ananishughulikia, wachana na mimi. Wacha kuja sasa ahuretwa wahigetwa leure nehede alali hamehia make. Wachana na mimi doi mehia makwa. Haujui ni nini nimefanya. Haujui ni kwa nini Mungu ananishughulikia. Yes. Mimi Mungu amenipatia dunia, si Kenya. Si hapa hii kanyumba. Hii kanyumba nikaguikara tugiota mwaki tugehehia bebe. Nigetha tuthie wira. Gaka teka nyumba kaguikaraga ki kukaa tukunywe uji. Inakaleka mahali pa kupumzika kwanza ndio tukunywe kauji. Haka kanyumba nikakukaa tukunywe kauji. Kazi iko kule nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unaonaga wanapiga nikileta mtu nimweke akuwe assistant pastor wanamgoga. Ndio nimeona Mumeru amerudi. Wako wapi? Wasimame. Simama na timu yako. Simama na timu yako. Simama. Mko wote wa nani na nani? Nani na nani? Nani asimame tumuone nani? Watu wadhika. Mko hapa? Hata my wife ako huko. Ako wapi my wife? Ako wapi? Ndio ule. Mpigeni makofi. Na watoto wote. Na mbona uliweka huko? Walikuja wakiwa wamechelewa. Ni maleti kama? Hapana. Kupotea kidogo. Hapana. Mbona hamkukuja na yeye? Kwa sababu nilikuwa hata kuja mapema. Wewe si wale wanaume wa Kikuyu. Yagane ndoka. Mami chukua bagi yako ukuje huko. Ukae karibu na mzee. Ndio tukoone vizuri. Watoto wako wapi? Kuja na watoto. Enda huko. Good. Yeah. Kaa huko na familia yako. Hizo viti ziko nyuma ni zako na familia yako. Yes. Uliwekwa baridi kule mpaka baridi kakuingia. Kaa hapa. Tunaelewa. Tunakuelewa. Hata tulikuwa na Maina hapa. Apolo ndio alishinda. Enda huko. Watoto kujeni padi. Lehe wasiana mwana wasiana. Watoto. Mtoto. Kuja padi. Wewe wachana na mama. Wacha mama waende huko. Kuja. Wapeleke hivyo edeni pale watoto waende na watoto wenzao. Tumesikia. Mwambie tumesikia. Yeah. Thank you. Sasa mami, karibia bana. Kwani mmekosana? Kwa nini distance? Yeah, yes. Si ndio hiyo? Kaa hapo. Na mukagere huko. Kule leo abatikane nako. Ukage guko, ukahariria guko.
nikikuja napata crowd iko sawa, si ndio? Asante. Tusome kitabu cha 2 Samuel chapter number 12 verse 15. 2 Samuel chapter number 12 verse niki utakorwa na ifuku ya kuandika shared. Mbona hukuagita mundatika? Bwana huko yes, hizi ni product zetu. Wengine product yetu ingine iko wapi? Wale wamekuwa kikuja majensi. Kuja. Wow. Yes. Mwingine? Ni wengi? Mwingine? Simameni tu. Wapigieni makofi. Good. Wengine hamukuwafikia ruguru, mwingine hamukuwaita. Mliwapigia simu ama mliwaandikia message? Simu ya kuongea nao, uliongea na wao? Haujaongea na wao? Apolo, unaongea na wao? Alafu asubuhi uliwapigia asubuhi? Unasipiga mpaka asubuhi. Maana huyu mtu, hebu angalia ni nini imechorwa hapa. Hii ni buduki. Hii ni nini? Ni buduki. Hii ni machozi inamwagika. Hii ni nini? Ni mamba ama ni lizard? Crocodile. Sasa nataka ushike nini unadili nayo. Hii ni buduki. Hii ni crocodile. Hii ni machozi. Si ni machozi? Hii ya juu ni nini? Jina yako. Na hii hapa kuna mark 3. Ni nini hiyo? Ni cash. Yeah. Pesa. Sasa angalia. Sasa huyo ndio mtu unadili naye. Hiyo ni roho ambao unadili nayo. So hii roho haitakagi ati mara moja. Na kabla hata umpigie simu unaomba kwanza. Because this is a kingdom. Huyo ni ufalme. This is a stronghold. Sio kama mnanielewa? Huyo ni udhamaki. Ugo tikedo gyako ate ndahurire thimo ajirani yagoka. No. Kitu ya kwanza ni buduki. Imewekwa wapi? Yes. Umudu guguthija ni dakika na nuthu na maundu maikareo wega. Hallelujah. Kujeni hapa niwaombe. Kujeni. Thank you. Watu wengine ruguru ninawataka. Ninawataka wote wale ambao waliokoka huko na listi yao ninawataka. Wende watafute huko. Soka huko. Yes, mameni. Inueni mikono yenu juu niwaombe. Kumua watu kama hawa kuokoka, Yesu wataokoka, lakini kufuatilia ndio shida. Kwa hivyo inahitaji mtu ambaye pia ni strong wa kufuatilia. Si ndio? Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunasema asante. Watoto hawa walikuwa hapa. Walikuja kwa sababu ya kitu kingine, lakini wakakutana na wewe. Naomba Baba, hata mimi nilikuwa kama hawa. Wakati niliokoka nilikuwa na vitu kama hizi wamebeba. Lakini ulinistiri mpaka sasa nimesimama. Hivi sasa ndio mimi nimeenda kuwaokoa hawa waliokwama. Ninajua kutoka leo hawa watafanyika wahubiri, watafanyika watu wakubwa, watafanyika wenye biashara, watafanyika watu ambao watabadilisha dunia hii. Ninainua the new spirit in them. Roho wako akashuke juu yao, roho yako akaonekane katika maisha yao, wabadilike na wafanyike watu ambao ni vyombo utakavyovitumia kwa ajili ya utukufu wako. In Jesus mighty name we pray. So Oka mokoro. Yes. Sasa mokoro, hii ndio kanisa yako. Sasa hawa utawalea na hao wengine uwalee hapa. Hawa ni watu wako sasa. Hii ndio kanisa sasa yako nimekufungulia. Umesikia? Ulee hawa, upatio list ya wale wote wameokoka for the last 3 weeks. Tuko na watu karibu 500. Watafute, upige simu, utawekewa simu na pesa kwa simu. Upige simu, uwafuatilie mpaka mahali wako. Hata kama wako kule nyumbani, uwafuatilie.
Ukisikia mzee ako uko Soweto, wewe unatulia, ako kazi. Ile kibarua iko mbele yake ni kubwa na ni mzito sana. Kazi yako ni magoti chini kuombea. Mimi najua huyu mzee ako na anointing. Kumuombea mpaka asimame ndio asimamishe hawa watu. Si ndio? Yes, usaidiwe na huyu mjamaa. Apollo. Mfanye hiyo kazi, nataka hawa. Hii ndio itakuwaga party yao hapa. By Sunday nataka wote wajae hapa. Sasa hakuna kulala na hakuna story mingi. Sunday nataka hawa wote Sunday watakaa hapa. Kanisa yetu mpya ikae hapa. Hawa ndio tumeitiwa. Umesikia? Hawa ndio tumefanya nini? Tumeitiwa. We spend a lot of money because of this. I can spend 1 million because of one soul. Umeona hivi huyu? Na wangare, nataka wangare, wakae smart. Unaona kama mjamaa huyu? Huyu ndiye atakuja kukua bodyguard yangu. Nywele yake itengenezwe. Uende uoshwe nywele vizuri, ikae clean. Si ndio? Nitakununulia kanguo kazuri. Usirudi kuvaa trouser imeraruka. Ama ni design. Hakuna ingine. Uko na ingine? Sawa. Nitakununulia uvae ukae mzuri. Na nyinyi pia nataka ka historia kenu. Unafanyaga nini? Unafanyaga kazi gani? Unafanyaga kazi gani? Mjengo. Ya mjengo. Na wewe? Jobless. We are jobless. Na wewe? Electrician. Okay, good. Na wewe? Chef. Wewe ni chef? Yes, na wewe? Nilikuwa mechanic lakini sasa hizi. Ulikuwa mechanic. Good. Mpigie makofi. Na wewe? Una kazi? Unakulaga nini? Naishi na cousins. Na wewe? Jobless. Na wewe? Unakata mboga. Na wewe? Mama mboga. Na wewe? Jobless. Mboga unakata, una kazi saa hizi? Unafanya kazi ya pesa ngapi? What is your capital? Hiyo kazi yako yote ni kama ukiweka pamoja ni pesa ngapi? 1,000. Na unatengenezanga pesa ngapi out of that 1,000 per day? 300. Okay, na wewe? Kazi yako ni 2,000. Unatengenezanga pesa ngapi out of it per day? Kama nimetoa chakula nabakisha kama 150. Sawa. Wewe na wewe leo nitawapatia shilingi 3,000. Wewe ndio boost kazi. Nani? Unafanya kazi gani? chupa lakini nilitoka. Unauza chupa? Zile za kuweka pombe? Wewe ndio umetumaliza. Yes. So na nyinyi kwa honest. Honest yako? Ama alienda na mgana? Yes. Sasa what you will do, mtawashughulikia, mjue what they can be able to do. Psychologically mkae na wao chini wawaelezee ile kitu wanaweza kufanya hawa. By Sunday kila mtu akue kazi. By Sunday. Wale wataanza leo waanze leo. Wale tutaongoja mpaka Sunday waanze kazi. Tuwapatie kitu ya kufanya. Kitu simple kwanza. Ndio at least aanze kuona yule Yesu tulimwambia. Maana sasa tumemwambia kama sasa huyu anakuambia ni jobless, anakuwa ka job. Maana si anakulanga. Ako na kimuzee kia mtu ama ako na kamuzee. Huyu pia ako na kamuzee, si ndio? Tuongee tu kweli. Tulisema tulitubu dhambi zetu. Hauna kabisa. Una boyfriend? Sina. Uko na miaka gapi? Niko na 32. Kuna mtoto? Baba yake ako wapi? Baba yake tuliachana akukibira na mimi nakaso. Lakini yako sina ulisaka mtoto wako aje? Ni ngumu. Ni ngumu. Na wewe uko na mtoto? So let us help them. Mnanielewa? Na ukiwa na shilingi yako 100, 200, 300 uweke hapa to invest kwa hawa. Na wale wengine wote wameokoka. Let us invest into these people. Because hii ndio maswali tutakuja kuulizwa. Walienda wapi? Mimi nilikupatia, Mungu alinipatia nyumba hii. Mnakuja wengi, mnajaa, mnaokoka. Alafu wakiokoka, mnaenda, hatuwafuatilii. Kwa hivyo swali nitaulizwa, pesa nilikupatia, ilienda wapi? Nyumba nilikupatia, ulifanya nayo nini? Microphone nilikupatia, ilifanya kazi gani?
Umenielewa? Hiyo maswali lazima tupambane nayo. Na hiyo ndio kazi yenu mkiwa na Apollo, mfuatilie hao watu, muende mpaka kule wanakaa. Are you getting me? Yes. Na huyu mama, wewe muka, unapigagwa vita kwa sababu uliachilia kazi. Hii pia ni kazi yako. Sasa nyinyi mkiwa watatu, you are 3 pastors. Hii hapa, hawa, hii wote sade mutoe. Umesikia? Sade hii grupu yote itoke hapa, ikuje hapa mbele. Hawa watu wa kufuga hitu tu vitu tu white wakuje hapa mbele, ndio masongo yetu, si ndio? Hii hapa tujaze mpaka kule mwisho. Sande, nataka kutuone mpaka kule mwisho. Sawa? Yes. And then wapigeni wakopi wanavyoenda kukaa chini. Tukimaliza service, tukimaliza service muone huyu. Ndio muwepatiane majina na details zenu. Kutoka leo wao wa boga ni mkuje kwa ofisi yangu, nitawapatia pesa ya kununua cash kinini kitu. Ndio sasa hiyo ndio ministry. Na hiyo ndio nataka tuigie. Officially from today. Tuigie kwenye ministry yetu. Watu tutawaendea. Tiwe ikaraga haha tumwengethetie. Na iwe togukaga haha. Umenye ni andũ igana mahonokire uanze kwenda kuwatafuta. Umenielewa? Sikukaa hapa muthi mumacarie. Acio marahonokire. Tiga ya tene, tiga na ngware cia tene. Andũ arĩa marahonokire. Ngirenda gukamona maihurite ha na uri umwe wa andũ acio meguthi kuruta wĩra ũcio. Yes. Kama ni mshirika wa hapa, find one person, mutafute namba yake, tafuta umfuatilie mpaka akuje. Hatutakuwa tukifanya kazi watu wanaokoka. Tuko na zaidi, since tulianza hapa tuko na zaidi ya watu 600 ambao wameokoka. Sasa unaona ni watu 10 peke yake wamekuja because hatuna ile kufuatilia. Are you seeing this? Hatuna ile kufuatilia. Tunajua kuombea lakini hatufuatilii. Sasa tufuatilie hawa watu mpaka wakuje. List yao ikuwe published. Tufuatilie kila mtu a make sure. Naigwa ani toka guthambathambia mekeka. Naigwa jeri. Si kukuja kukaa hapa ndio hiyo kazi ifanyike. Kila mtu atafute watu wake watano. Inyo mueta ciana cia nyumba eno. Otherwise mtaona gumu. No mkonyogothwa. Tafutwe mahali mtawatafuta. Wakuje hapa. Hata kama ni kulipia ya tikiti unamlipia. Mimi nitatafuta pesa ya kuwawekea kazi because most of them are jobless. Most of them wako jobless. Walikuwa wamekuja hapa kuchukua kama 500. Yesu akawanasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na iwa jeni. Yesu niguo wira. That's the calling. That is why you are called here. Uthi usharie besha. Unatafuta wale unaigwa utafute pesa. Kama umepata shilingi 2000, shilingi 500 tunaweka kwa kiti. Tutengeze kalimo. Na kalimo. Twaje wikia besha. Ndio mundu uyu oka tukamuhe besha cia kwajia wira. Nigetha tukonaga ha koroka. Unanielewa? Ndio tupate mahali pa kwenda kumtafuta. Unamkuta kwa kazi yake. Ukiwa hapa unamuombea. Unaombea kazi yake. Hello? Na ukiona kazi imeenda chini unaiboost. Umesikia Roda? Tiko tidaga haha mukirekerera haha. Ni kwenda kuingia mkuru kwa Ruben wapi kote. Bring those people. Eta Kibera tuko na wengi. Hapa kuna watu wa Kibera? Wale waliokoka from Kibera. Hawakukuja. Nitawapatia hiyo details zao. Mwende paka Kibera, mwende Kayole, mwende Dadora wako ni wengi sana. Get them now here. Sunday nataka hii roho yote ijae huku. Watoto wangu. Naigwa Florence. That is the work I want. Ile tu pesa twako, ule unaendaka, tule unaniambiaga ukaninunulia kachai pale Serena, usininunulie chai tena. Sitaki chai yako. Hiyo tuweka kwa Karimu. Tuweke mali kwa Karimu. Tumatunda turia uguragira tugacoke kugurira ndigo twenda besha icio wekire Karimu-ini twambe andu aya mambe marugame na igwa rusi tubeha turia undehagira haria to ni undehagira 500 atiri apostoli ukanywe cai. Yes, riu cai wakwa ni unyuagwo ni mundu tariki wale wananisaidiaga wananibarikigi hata huyu na Agnes naigwa tubeha turia unjikagiria tugacoke kunjikiria twikiro Karimu riu mpaka watu wasimame. Tukiona tuko na watu 800 tunasimamisha. Wamesimama, kazi zao zimesimama. Tutajua tuko safe, tuko sawa. Nitafurahia. Naigwa share ready. Itiha otidaga haha na atumia mewe wekera juko na dolari wa juko.
Na ndĩrona rĩu nĩ ũtuĩkĩte wanjuko rĩu. Ũtuĩkĩte nĩ mbara. Na ndũracirĩ. Nĩguo ũrarĩ gatumia kega ga kuma Kĩmbĩmbĩ. Ũrahũrwo nĩkĩ? Tondũ nĩ ũramahe mahinda ma gũkũhũra. Deny them that. Thiĩ kũrĩa field ũgacaria andũ. Mũtingĩonana nao. No mwaikara haha nĩ njuko. Nĩ araugire, nĩ ũracambio, nĩ hau ndĩrakora makĩaria, ndĩramakorera kĩoro, nĩwe mararagia cia gũkĩoro. Rĩu rĩ, imagine mathiaga kwarĩria kĩoro. Stop that. The only way to defeat these people, tuĩka busy. Tondũ nĩ igũta rĩ, itigũkinyĩra. Yes. Tuĩka just be busy. Asa kukua busy. Naye Koki, hawa watu wase mkiwa na roda, hawa watu wase wote nataka ile wase wote walienda wapi? Nasikia wamekosa pea. Aliacha kwa nini? Yes. So unasikia wana complain. Huyu mtu haoni. Simama baba. Udonaga. Na mwanadamu negerete amote. TC wakanishika mkono, amenileta mpaka hapo kwa gate. Kuna mama amenisaidia tukaingia naye. Anaweza inua mkono penye yako. Nani amemsaidia? Yule mama tumeingia naye. Ndio ule kule nyuma. Yes, asante. Mpigeni huyo mama makofi. So unaona tumepatiwa watu wa kusimama na wao, lakini huyu ameabadoniwa. Amepanda tu matatu kimugumugu tu, amekuja kutafuta baka amepata. Na nyinyi mwe comfortable mukenete ithuĩ tũrĩ a synagogue ndigũtirĩ ndikumwenda gũkũ mũrĩ a synagogue akorwo mũndũ ta ũyũ ũtarona egwĩcarĩria njĩra oke nĩ kĩrathimo kĩrĩkũ mũngĩona he kĩrathimo mũngĩona mũndũ ũyũ acaria njĩra no tumumu wake nginya akinya na nĩ kũrĩ mũndũ ndĩmũasainĩire wa kũmũteithia. Kuna mtu nimeweka na hakikishe kuna gari ni mimi nilisema hawa ni mimi nitawalipia fare na sija nani kuna mtu nimeambia nisaidie kunilipia fare na mbona unawazuia wasikuje? Unaona sasa mtu akayole noyo akayole huko 1 month hatujaiona. Frida nona hawa with the disability hiyo ndio kasi yako. Pamoja na hii nimekuongezea kasi nyingine. Ujue wanakaa wapi Kayole, ujue wanakaa wapi Rugaruga, ujue wanakaa wapi Kiambio. Umeelewa? Mkiwa na Jeri na Soweto, mkiwa na huyu Jeri. Jeri niliwapatia wa mama aendage kuangalia, sasa amewachana na wao. Niguo. Never the rest umwiregari. Never the rest. Sadi. Never the rest yako hapa. Unajua ni mgani? Ule mama wa Mkolino ule alipona kansa. Ule nilikutuma kwake na huko Buruburu. Umwiregari. Si unaona? Hajui kule alienda. Na ni assignment, Shoka. Yes. Tia Kirwara. Ko. How now? Unaweza aje kujua ni aro ulioka kujira? Leo urerirwo ni ukita kujira. Tutionanite tuko tutima nawe ha. Utohujire wariganirwo. Si unaona sasa? Tuko na watu wengi lakini tumewaachilia. Yule msee alikuwa na nywele nyeupe, nasikia alikufa, niliambiwa jana alikufa. Ule alikuwa ni ule alikuwa na kanga hapa. Ule mnono wa Kiambio. Kuna nilipigiwa simu nikaambiwa ati alikufa. Alikuwa na nywele nyeupe. Ni mgani? Mnamjua? Wale walikuwa nakaa hapa mbele, mmoja wao alikuwa na nywele za nyeupe. Wa Kiambio. Ule alikuwa anakuja na kagonia. Alikufa na bibi yake tena alikufa juzi. Mzee anakuwa naona. Yeye alikuwa anajifuga Karesho. Huyo alikufa.
na bibi yake akakufa. Na wote Sasa unaona, walikufa. yani watu wawili wamekufa na hatujui kama wamekufa na haoni, na ni watu tulipatiwa na Mungu ateroraga ya doaya no mulio juko mukorogo mwe number one classified atekoyo no muthake na timu ya Spain mtawashida ya Hello, wewe ambao unajiita wa hapa, on Sunday I want to see your report. What have you done? On Sunday I want a report. Hawa watu mnajiita sini waimbi wafugi, mnajiita wafugi, watu wa keyboard. Ndikwenda kumuona huko muikarite thi. Sunday ndirenda gukuona na andu atatu huko. Mundu uyu ungi wa keyboard. Naona ule wako ina kigosho man. Simama. Kazi yako si keyboard peke yake na kuibisha hapa. Wale watu wameokoka, nataka Sunday, nataka kuona watu 5 umewalete hapa. Hiyo ndio itakupatia qualification ya kukaa hapa. Unaona watu wamekufa. Ujui kama watu wamekufa, unaambiwa ati alikufa last month. Huyu shosho wa wapi? Wa Kariobagi. Wa Korokosho. Nilijua after 5 months ati ni akuire. Nyariara. After 5 months ati ni akuire. Yes, Nyariara. Mimi nilionyeshwa picha ati alikufa ya mazishi. Nyabede mohoere. Nego mohoera. Bwana asifiwe sana. Tuseme sasa ni mwamuko mpya. Inua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, ninakuomba msamaha. Kutoka leo nitafanya kazi ulionituma. Nitafanya kazi yako kwa upendo na kwa nia nzuri. Sema amina. Asante. I want to see. Naigwa mase. Toguthia akundugira haria. Haria gugwetekererio goka na andwere. Niguo kaingira murango ria. Kareithi. Thutio ni tugugutunya. Urehe andu. Sitaki kusikia ati hapa kuna mtu hajalete mtu ama watu wawili wale tumeombea wameokoka. That is what I want to see from Sunday. Hiyo ndio qualification yako kukaa na mimi tupelekane na wewe. Nimetoa pesa za kufanya hiyo kazi. Nimefinance kila kitu. From my pocket nimefinance kila kitu. Maana hiyo pesa si yangu, ni ya Mungu. Na ndiye aliniambia go and bring souls to my house. Na akaniambia Ruse, nimekupatia Ruse. Nimekupatia Roda ni Maria. Roda Maria, nimekupatia Ann, nimekupatia yule mama wa Nanyuki. Nike wa hoho. Umesikia? Sitaki Florence. I want to see that again. Naigwa Sharedi. Sitaki kuona tena. Watu hawa washughulikiwe, unawapendwe. Hawa wakuje na wapendwe. Unakuwa una time na huyu mama, unampatia, chukua namba yake mmoja, wewe unachukua ya huyu mwingine, wewe unachukua huyu mwingine, kila siku unampatia neno. Kila siku unampigia simu, watida atia, umekuaje, kumeendeleaje, leo ulikuaje, hali ilikuwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, ndio unaelewa ako na shida yake ni hivi na ako na hivi. Na nyinyi mkipigiwa masimu usilete shida yote. Usio hapa si Equity, usilete shida yote. Uelezewa, huyu atakuelewa. Na usifanye yeye ndio mfuko yako, sasa hautafanya kitu. Na unaenda tunawatembelea mpaka nyumbani kwao. Mimi inaitwa nini, missionary? Ni ndio missionary. Tunawatembelea mpaka kwao, tunajua venye wanakaa. Kuna watu wako hapa kama hawa washosho, akikupeleka kwake. Kuna mwingine tulienda hapa Kagemi. Mpaka nikasikia kulia. Maana unashindwa kama ni mtu anakaaga hapa ama ni mnyama gani anakaa kwa hiyo nyumba. Na ni shosho. Na mundu mwanake wake omwe ni mugoroki, ucio ngene kionje nake ni getumumu. Kwa nyumba tatu inakaa na watu ambao hawaelewani, wanateseka. Nawe haha no juko. Na haha no kumenya ni kwa ukurarirwo ngima na ni kutanarĩrwo ngima. Ati matireka, sitaki tena kusikia. Naigwa bishofu. Nisikuone hapa umekuja kukaa hapa chini tena.
Kama hakuna mtu umelete hapa, hiyo kiti uachane nayo. 2 Samuel 12:15. Ndio neke gato mahiokero. Ndahiokero. Negashube karia getagwo. Karia ka ng'ombe, karia kaheagwo ng'ombe. Nĩ igata. Nĩ igata. Tutiwekera na nyuo huko. Nipatie Kiswahili tafadhali kwa sababu ya hawa wa mama. I just want a few. Aya nidhamu waje na dina hujia. Nimehubiri. Hiyo ndio mahubiri. Nilikuwa nafikiria ni Bwana anasema mtu abadilike, mtu akae mzuri maana Yesu anakuja. Hiyo ndio mzuri. For example. By the way, hamutumia wako. Alwalete ku. Dinokio ne diru. Asha. Lera to ya ine. Ono ke jo hatai. Nego kolera gaduti kage. Kashuru kale maguragirwo le ani. Kuna kauga tulikuwa tunawanunulia. Kauji. Hawa ya wazee. Ilikuwaje? Na higo mali herodhi muno. Iko? Itafutwe sade kila mtu abebe kilo 2 hawa wazee. Ile kuna uji inakuwaga ya kuweka nguvu. Si ile yake ile ya power, uji power. Kuna uji imechanganywa mwetama, mwere, nini, mihogo. Kila Sunday wale ambao wanashughulika Sunday, hao watu wote wazee kila mtu abebe kilo 2 ya hiyo uji. Anakunywa wiki mzima, anakuja wapate nguvu. Si ndio wazee? Wapate kila mtu kilo 2. Nigeza mkigena msiende kununua ya power. Tupatie hiyo kitabu mami. Sijui ni kwa nini unatunyima hiyo. Kisha Nathani akarudi kwake. Yawe alimpiga mtoto alimpiga mtoto ambaye Betsheba mke wa Uria alimzalia Daudi, naye akakuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumzia wakati wa kuvunjwa. Maana kama tugefiinywa, hiyo story naongea leo singeongea. Maana mimi nilikuwa natafuta wamama kama hawa. Unaona hii laini imekaa hapa mbele. Dingolishi ya Canada. Hii ndio nilikuwa natafuta na angaliaga. Kanisa yangu itakuja kukua na watu kama hawa. Wajae kanisa mzima nitakani. Hivyo wale wamevaa ile oliorogo maduri. Wamama wanakaa pale wakitembea, wale wanakipendea kitaba. Unajua huyu Roda Maria anabebaga. Unajua mama matajiri wanabebaga hivi. Wanabebaga hivi. Wanakanyaga sasa hiyo wanakanyaga, unaona nakanyaga ni tarenyo kataradi bwa Kenya kagago. Asio ni odira hakilisha kwa sio dashirari atiriri. Kanitha toho ngira wakati nilikuwa naambiaga tuombe ndio kanisa ijae. Nilikuwa nasema muombe lakini msiombe hawa watu kama hawa wasikuje hapa. Nataka wale kina hawa, kina Agnes, kina Roda Maria, kina hawa ambao wako na kitu kwa sababu ya kuangalia mfuko. Hallelujah. The more you prayed, the more we prayed, the more they went. Muli notice hivyo? Venye tulienda tukiomba ndivyo walienda wakiondoka. Kumbe Mungu alikuwa ananiambia wewe kichwa yako ni mzuri. Kuna wale watu nilikuitia. Hallelujah. Na kumbe kufinywa, we've been crushed. Tumefinywa, tumeanza kufikiria hivyo. Hallelujah. Tumeanza kufikiria namna gani? Wacha utaona venye Mungu atashuka hii nyumba. Tukirudi kwa hawa, maana sisi hatukuitiwa hawa. Sisi hatukuitiwa hawa, tunasema hii roho maduri. Tuliitiwa wanani? Tuliitiwa hapa. Hawa ndio watu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hawa hawakuwa na baba yao. Sasa Mungu akaniambia wewe sasa wewe ndio baba yao. Wewe ndio utatembea na wao. Sasa mimi nikawachana na watoto wangu, nikaenda kutafuta watoto wa wenyewe. Watoto wa wenyewe wameninyorosa. Gai. Mimi sijaienda kanisa ambayo iko na wanawake wanapiga pasta wao kama hii. Hii nimegogwa. Madia, naona haya kioro. I wish unaweza ingia hapa hiyo choo. Mimi nataka nakaa hicho ingine.
nasikiliza mpaka watu mpaka washimani siku moja akakuja kuangalia kama ni kuanguka. Nimeanguka ndani ya show maana nimekaa. Maana wale wako huko ndani nasikia na ni leaders wa hapa. Ululululu. Oshoma ahiranete mahu. Lakini yeye hajahirwo. Lakini nimehirana. Yaani watu ambao hawana heshima. Hawana heshima na mafuta hata kidogo. Kumbe ni mimi makosa. Si wao makosa. Nini ndathire gucaria jagiri handu habataria ciana ciakwa. Jagiri ono ngemerehe waku no ikathie. Hello. Hata umpatie nini ataenda. Lakini watoto wako watasimama na wewe. Hata kama katika unyonge wako watoto watasimama, watatembea na wao. Daudi alipatiwa jeshi, wale watu walifuata Daudi. Ni watu ambao walikuwa na madeni, watu walikuwa wamerarukiwa, watu walikuwa hawana maisha hata kidogo. Acio nio Ngai acokire kurathima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ta imagine kama tungeasa hivyo tungekuwa wapi? Yeah? Angalia ile price tunalipa sasa. Tunalipa price. Wanakuja hapa tunawalipia fare wote. Wanakuja wanasikia vizuri. I wish unaweza kuja hapa Wednesday moja ukute madudhi pale nje. Madudhi. Unakuta dudhi kama 500 ziko hapo nje. Wakati wa kuondoka unasikia mpaka polisi wanaingia mashimo. Watu area yote inaingia mashimo, maana jeshi ya Mungu imefika. Jeshi ya Ngai. Ndio atenganagia na dumia ici ta kwa shari ti goko. Ciatigire cia nduta nguo. Kai ajigwireza. Nifukuri huyu na yeye ni nini? Kwani wewe ulikuwa baadhi ya hao? Kisha Nathani verse 16. Daudi alimuomba Mungu kwa ajili ya mtoto yule. Akafunga kula chakula. Akaingia ndani ya chumba chake na usiku kucha akalala chini. Can imagine venye tumeomba hapa, venye tumeenda kwenye milima, tukiomba uliyeloko maduri wakuje. Nikaomba, nikaita watu tuombeni kanisa liongezeke. Lakini kanisa ile nataka liongezeke ni watu wako na pesa. Kumbe God was not there. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali tunajikisaga, kuna vitu tunafanyanga, kumbe Mungu hakuagi hapo. But when you get where God wants you to be, unaona success. Yani wakati tulifika pale Jakarada, for the first time nikaanguka na keferereki. Nikiendea wale watu masikini, si kuenda Ruda, si kuenda Muthaiga, nikiendea hao watu. Uliwaona namna gani? Maana baba amefika. Wakakuja wakasema walijaribu kutoka kwa kiwanja mpaka saa 8 usiku walibakia huko. Maana baba alishuka. Fafadhile gusharia mutumia wa Kabo. Ngai. Baba alienda kawacha watoto wake akaenda kutafuta nini? Mama ya Kabo. Naye mama ya Kabo amemtoa nguo. Nilitoka kwa mama ya Kabo bila kanini. They know you go. Atu kama hoya makwe defend. Baba najifunika na damu ya Yesu. Najifunika. Nilinde baba, nilinde. Huyu baba akaenda safari, alienda Dubai. Tunaka Dubai. Ndio aroni ndacokerera ciana nake aroka rajo. Tuile ate morio. Sasa tuende safari. Kuna wakati Mungu akikuja ukiwacha kazi yake na yeye anaendaga. Baka wakati utarudi kwenye kazi yake na yeye anarudi kwenye kazi yake. Jiulize kama unafanya kazi ya Mungu. Jiulize kama mahali huko ndipo Mungu alitaka ukue. Maana mahali kama hapa hatufai kukaa hivi tumekaa kwa sababu God had a good plan with us. Na alikuwa na mpango and God was clear the type of people he called me for. Lakini Koki alikuja kanitoa. Kaniambia kanisa ukitaka ikue tafuta watu wako na pesa. Nikasikia Koki, maana Koki is my elder sister. Unajua tulikuwa tunafanya ukora na Koki. Unajua Koki alikuwa mwizi. Nini katumia muonaga haha. Koki ndiye alimaliza makezi zangu nyingi. Maana alikuwa anaenda kotini anaiba file inapotea. Wewe mtu miorona haha. Na huko ulikuwa unasaidia wanyonge. Kama mimi wakati huo nilikuwa mtu anameshikwa, si mimi ni mnyonge. Sasa uliwacha kazi hiyo aje? Ukaanza kutafuta maulio rogo maduri.
uende hiyo mioyo uibe uile. Wachana na hawa. Okay, wachana na kina Charity. Washariti washaibiwa. Haleluya. Washariti washaibiwa, washaletwa. Si ndio? Washaletwa. Sasa tuendeni tukawalete. The moment you stop doing the will of God, the moment you stop doing what God called you for, God disappears. Na ndio umeona katika hii nyumba, God disappeared. Kwa muda God disappeared until tumerudi huko. Mimi mwezi moja tu nimeona Mungu. Hii nyumba imeigiwa na watu 6,000 in 1 month. 6,000 hapa. Kanisa kutoka kesho mpaka Friday tunakuwa na church throughout. Kutoka Monday, Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Mpaka leo mmetoka hapa saa ngapi? Saa 10. Saa 10 tumetoka hapa saa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Roda Maria alikuwa amenyorosa. Sasa asio atenio Roda Maria ni odere ya hoka. Na Roda na Charity na Faith na Jenny na Ngania. Adoito tushokerere wira wa Ngai. Let's go back to the work of God. We have a calling. Tumeitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alimuomba Mungu kwa ajili ya mtoto huyo yule. Akafunga kula na kukunywa. Hata ufunge. If it is not the will of God, wherever you are not going to be successful. Hata ufanye nini, hata uite waombaji, hata uite watu wa kusimama na wewe, hata utengeneze intercessors, hakuna kitu kitafanyika hadi wakati utarudi into the will of God. That is when God will come and listen to you. Anafuka. Mutaomba kazi yako ifukuke, haitafukuka. Utaomba ndoa yako isimame, haitasimama. Utaomba biashara isimame, haitasimama. Utaomba kila kitu ifanyike, hakitafanyika. Na si kwamba Mungu anakuchukia, lakini you are in the wrong place, doing wrong things. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako rudi kwa Mungu. Ile kazi Mungu alikupatia rudi huko. Wacha na vibwembwe na vibwanga. Simwambie hivi, wacha vibwembwe na vibwanga. Wacha mchochocho. Hello. Muguze mwenzako mwambie wacha mchochocho. Go back to your office. Rudi kwenye kazi yako. Maana ukirudi kwenye kazi yako unaenda kubarikiwa. Milango yako itafunguka. Na watu ambao unahusikana na wao wataletwa, maana tayari umerudi. Mungu hageleta hawa watu kama tabia zangu sikuwa nimebadilisha. Yes, nilikuwa na tabia mbofu. Tabia zilizooza. Maana ya kuacha watoto wako ni tabia zilizooza. Tunaenda kutafuta watu kama hawa ati ni warebo. Na makaiga goraini ya mbere nigetha kanitha ikorwo ithaka. Haleluya. Kimutu kama hiki kimechorwa bunduki, angalia. Wewe imagine mtu akichorwa bunduki. Yeye bunduki inaweko hapa. Anakuambia nini? Dunia hii inakaaga kivyangu maana sina baba. Yes. Anakuambia dunia hii mimi nakaaga kimagufu maana I don't have a father. Oh my God. Now that he has a father, he's here. Aikaleta getekea mbele kwa ithe. Tamuhutie hii. Guzeni yeye muone maana ako kwao anafurahi. Angalia hawa watu wa korogosho. Wamefurahi, wako hapa, wako kwa baba yao. Unaona mageshoga. Yes, angalia huyo mzee mwenye baka ametoa katabi. Maana amerudi kwa baba. When you do what God did not call you for, you will not make it. Just go back to your office. God will crush you. Amenifinya baka nimekutwa na mabuduki kwangu. Yes. For the first time mabuduki kwangu. Baka nikauliza Mungu, karike deko, nikarike gaida kuhitiria na hinyogo. Ati wadekereri ugu. Andu moka gwakwa, andu 20 wakanafanya mamatress hivi. Ati wanatafuta pesa ya Jakarada ile mwahadhiria pesa sigana. Mwahadhiria pesa sigana. Tuliitisha mhodhi. Ndio walikuwa wamekujia. Lakini sasa unaona hii si nenie problem nenie. Yes, tiko horo. Neko likaligo. We na kioko kiega we. Ndako heire ciana no na kuria cia gukora tondu ni hutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 17. Mwambie mwenzako lazima urudi. Hizi asifanye vizuri. Nitengeneze ile angalia huko. Itaniharibu hapa na niko na safari mrefu.
Verse 17. Ipandishe tu, iweke hai za hapa mbele. Inasema wazee wa nyumba yake walimfuata na kumusihi aamuke, lakini yeye alikataa na hakulala, hakukula chakula chochote pamoja nao. Daudi alisema sikuli, lazima niombe kwa sababu ya huyu mtoto. Ni mgonjwa, lazima niombe kanisa lisianguke, maolie roho wasiende. Lazima niokeme wale wana magari ya kupaki pale wasikwende. Kai, nimeomba, nimeshikilia kanisa mpaka tumefuga. The more I pray. Kuna siku ingine nilikaa siku 7 huko kwa mlima ya Gong, usiku na mchana, na ninalala kwa kichaka usiku na mchana, najifunika karatasi ya nylon. Sade hiyo nilikuja nikakuta vikanisa ilikuwa imefika hapa. Hakukuwa na watu, hakukuwa na watu. Nikasikiliza siku hiyo, nikausikia nisihubiri. Nikiwa kwa ofisi yangu nikauliza Mungu, kaga hiyo korowe mukegu ate. Data te gukuhoya ndikumugwaja. Ucoke ujeke haivu. Mungu akaniambia nenda kwa watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia nenda kwa watoto wangu. Nenda ukatafute watoto wangu. There is a prayer you will do and it will never work. You will try as much as possible. Umeomba, but as much as you are in the wrong, haufanyi vile Mungu anataka, hakuna kitu chako kitafunguka. Hata uende ministry gani, hata utoke hapa uende Ulaya, there is nothing will happen to you until you go back to the promises of God, until you go back to where God wants you to be, until you start doing what God wants you to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakubariki kwa sababu umerudi mahali alitaka ukue. God is a jealous God. Ni Mungu ambaye haishindanagi na mtu, lakini ukitaka mshidane anakuambiaga wacha nigusie jongwa, anavuruta jongwa yake, anakaa chini anakuambia kibia. Na yeye hata toka kwa jongwa. By the time umfike mahali ulikuwa unataka kufika, utakuwa umeanza kurudi, na ukirudi unatoa ulimi yote nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee wa nyumba yake walimfuata na kumusihi aende akakule. Walikuwa namwambia ndugiokiore baba muthuri thai nyumba thai rege, walikuwa nasema thai muthuri thai rege thai gatatu ukera muthuri okarie kanini kaheu nitwashina ngae. Mzee anamwambia pana guma mwana wako waona. Na ule kumbuka ule ni ule mama alizaa anaitwa Bethsheba bia Uria. Simasikia Kamelia. Verse 18. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako lazima urudi mahali Mungu anataka ukae. Lazima ufanye kazi ambayo Mungu anataka ufanye. Position yourself where God wants you to be. Wacha sarakasi, wacha vibenge, wacha kufanya vitu havieleweki. Stop that what you are doing. Do what God wants you to do. Do not do what God doesn't want you to do. Nyuma ya juma moja mzee akiomba, una imagine mzee akiomba, na mzee huyu Mungu anasema is a man after my heart. Nyuma ya juma moja mtoto yule akakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa lile likakufa. Nyumba ile ikakosa watu. Licha ya kuomba, licha ya kusadikika, licha ya kufanya bidii zako zote, licha ya kwenda mpaka Inoro, Kameme kutangaza, nothing is happening. When you are not in the plan of God, nothing will work. Hakuna, hata ufanye nini, hata utie bidii iliwaje, hata uite maexpert wa kusaidie, they will not respond. God will only respond to you when you are in his will. Ukiwa kwenye mpango wake, that's the time God will respond. Nyuma ya juma moja mtoto yule akakufa. Watumishi wa Daudi waliogopa kumwambia kwamba mtoto amekufa. Haleluya.
watu ambao mlisimama na wao, mlitembea na wao, wafika mahali wanashindwa, tutakwambiaje? You are not doing right. Tutakwambiaje? Hichi kitu ambacho mkililia sana hakipo, hakina nguvu, hakiko kabisa. Utatembea na watu maishani mwako, but nobody is telling you the truth because they fear. They seen, wameona moyo wako kule upo, wameona ile bidii umeweka kwa hiyo kasi, mpaka wanaona wakikwambia ukweli ni kama utakufa moyo. Wanaona wakikwambia ukweli ni kama you will not be happy with them. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kilikuwa kimeanguka, huduma ilikuwa imeanguka. Tuseme sana ukweli, huduma ilikuwa ishaenda, hatukuwa na huduma, ni kushikia, tulidaka ikiwa kwenye hewa ikienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Licha ya mapambio, licha ya kutengeneza kila kitu, nothing was working because nobody was there to advise, nobody was there to tell the truth, because you need that person who will tell you the truth. Unahitaji mtu mmoja tu wa kukwambia ukweli, akwambie chochote ambacho nakifanya sasa hakistahili kwa wakati huu. You are in the wrong. Umekosea. Yes, uko na mafuta. Yes, wewe ni baba yangu. Yes, wewe ni, lakini umekosea. This is not what God wants you to do. This is not what you are not doing what God wants you to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Daudi waliogopa kumwambia kwamba mtoto amekufa, maana walifikiri mtoto yule alipokuwa angali mzima tulizungumza naye, lakini hakutukusikiliza. People, ibu narikoro nikujira muraja nitwakwirite koki, narikoro mukite rukujira nitwakwirite tumirira gacira gaka. Hapa hakuna hata mtu mmoja alisimama na mimi kuniambia no gukenia maragena he ndungata ya Ngai. He umuthe ene urirokite wega muno. He ona gakuo kau wekirite ni ka designer. Takarato kau urekira thikũ ici. Mundu wa Ngai. Ngai ni akoririkanite hindi. Ti koririkano. Ngai ajehereire tene. Tondu tutiatwaranire nake. No njong'u agucirie tondu nionire ndiramunogia. Na ningethi kwenda mapambio, nikaenda kutafuta mapambio, tuguo tuzuri, tukakia tukazuri, na tukwenda Serena kukula kanyama kule. Nigetha tondu niko duka ta cia Ngai cithia kuria ka top player. Mwathani agocwo. The day you unakosa watu wa kukukosoa, that's the day utaanguka. The day utakosa watu wa kukwambia ukweli bayana, that is a day utaanguka. Maana nimeona katika nyumba hii nilianguka nikiwa na watu wangenisaidia. Nilikosa njia nikiwa na watu ambao wangenisaidia. Watu ambao wanakimbia kwangu kila wakati. Watu ambao wanataka kunifurahisha kila wakati. Hata wakati nilitembea uchi walinipigia makofi. Wakati nilitembea bila, yani niko na makamasi, niko na uchafu, bado walinipigia makofi wakasema, munene waitu, wenu ya muthamaki wa thayo. Ndukanende andu tacio muturire-ini waku. Mundu tegukwira ma, mundu tegukwira ma, ndukana mwende muturire-ini waku. Mundu uri ukaga gukuhurira makofi ni uingirire irima agakwira hau niho mwathani, ona mwathani ni aranyonetie, mwathani ni aranyonetie ati kirathimo giaku kina hau thiini, na ni gutonyerera uratonyerera, ni gutonyerera mamenya ni watonyerera, ukaigwa ni maraumire mareranire maume kanitha, ati kanitha kagu gatire na Ngai, na ni ngoma cia andu. Mwathani agocwo. Kenerera rire ukage na mundu gakwira ni ureka mahitia. Mwathani agocwo. Na ni ndirahoya Ngai ahe andu makanjiraga ni ureka mahitia. Tondu korwo ni ndonete mundu akunjira ni ureka mahitia, ndingiekire mahitia. Riu ndonire ya shosho aya maranyenda, maranjita bebu. Naigo ajatia guthekia tondu ndirenda gutheka. Tuendelee. Daudi alipoona watumishi wake, ni kuona dalili. Ni kuona dalili siadu. Unaangalia dalili, unaona venye hawa watu wanakuja, kuna kitu ambacho kimetendeka. Daudi alipowaona watumishi wake wananongonezana, akatambua kwamba mtoto wake amekufa. Kuna dalili. Mwambie mwenzako kuna dalili. Mimi Mungu alinionyesha dalili na nikajua ni kubaya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajua ni nini? Ni kubaya, ni kuhitanite, ti kwega. Yes, Ngai onakoro Ngai ni akuari. Kwa hiyo akawauliza, mtoto amekufa? Alijua. Yes, utajua. Yes, the Spirit of God will awaken you, will quicken you. Roho wa Ngai ni agukana akwire ni guthuku. Taboeherie dumia icio ciragwita muthamaki wa thayo. Aboeherie tuthuri tu tutindaga hau tukiria matunda maku. Ng'oa hao wote. Nataka ndio Mungu apate nafasi ya kukuja. Kuna vitu vitafanyika katika maisha yako kuondoa hao waliosimama. Ndio nilifurahi. Kai, wakati niliona sasa hawa madingori zimeanza kuondoka, nikaambia Ngai ni thank you ndio wako tekera kujohora. Maana walikuwa wamenifuga because they had rights over me. Nilitaka kamaziwa kazuri, na bia mtu mmoja kule Wetire na Iria, unaona maziwa ya shilingi 5,000 inawekwa hapo. Na bia mwingine anakupigia simu, kafriji kahia natia. Ikaleta kangeo, ikaehia. Unaona nyama inaletwa kilo 6. Hello, matunda zinapagwa pale. Masausage zinapagwa pale. Wow. Na napatiwa shilingi 10,000 ya kuweka gari mafuta. Ile sekendele. Nededa ukugurira thuti tera ndironete wikirite. Uraraha. Gathimu tupesa twenda mpesa ndiogere thuti. Haleluya. Kumbe kune hiyo pesa ningepatiwa, ningesaidia huyu mama kaweke kazi kake. Hiyo pesa ningepatiwa, ningefanya kazi nzuri. Watu 5 6 katika familia wangekula chakula, wangepata ajira, wangepata kuishi maisha mazuri, because that is what God called me for. Until you realize yourself, you will always face the challenges of your life. We must go back to God. We must repent. Naye Mungu atatupigania. Huyo Mungu ambaye alitupatia kazi will stand with us. Nataka watu wanaitwa missionaries. Hallelujah. If you know that you are a missionary, unitafute kabla tutoke hapa leo. I need to meet you, sit down with you, then we plan a mission. Lazima tuetee watu wetu. Moda idea tu ko thie joke tu kuri andu aria Ngai anjeteire. Mtoto amekufa. Nao wakamjibu, ndio amekufa. Na ndio matiramuiraga mbere-ini yo. Mundu ikara thikũ 7 ari muhotu kirira kindu gikuo. Kinang'ang'ana na ministry ambayo imekufa. Unang'ang'ana na biashara iliyokufa. Unang'ang'ana na watu waliokufa. Ukifikiria unaenda kufufuka, kumbe ulishakufa kitambo. Hata kunuka unanuka. Wewe unajiona ukiwa maana, but you are hopeless and you are useless. Unajiona ukiwa mtumishi wa Mungu mkubwa sana, kumbe hata utumishi haupo, maana you've refused to do the will of God. The moment you refuse to do the will of God, God will put you to shame. God will bring you down until you recognize yourself what you are called for. Utakapotambua ni nini uliitiwa, ndio ukarudi kwenye mafuta yale yakafanya kazi kwa watu ambao ni husika, utang'ang'ana. And that is why most of us tumeng'ang'ana na maisha, tumeng'ang'ana na kazi, tumeng'ang'ana na kila kitu. Nothing is working. Unakuta Shiaredi anakuambia anainukiwa, amepigwa vita kali sana hapa. Alipigwa kwa nini? Huo mlango ulifunguka kwa nini? Mama mwingine ananiambia ati goko jokagerero jokereirwa muno goko jokere ugiokere mlango ucio urahingurire. Maana tumesikia mtu ambaye anasaidia na kusimama na maskini, naye Mungu umutetea wakati wa shida. Ni mbona kwa nini huyo Mungu ambaye anafaa kukutetea, mbona hakukutetea? Athireko. Ngai ucio wagiriro ni kurugama na kigongona gikiri tondu nikianjia kuhurwo ri, athireko. Ngai ucio wagiriro ni kurugama na gwakwa gutikaingirwo ri, ndairigurire ri nyumba ya gwakwa. Hello. That is a wake up call. And they know that gwaku ni kuirigore. The angels that used to guard you, they are no longer there. Before then, nyumba yangu haikuwa na fence, na sijai hata nilikuwa nalala bila kufunga mlango. Na lions zilikuwa zinakuja zinalala nje kwangu, 4 lions. Lakini hata lions siku hizi hata kukutana nazo kwa barabara sikutanangi nazo. Baka najaribu kupitia kule kwa animals huko nione kama nitakutana na wao. Sikutani na wao. Maana zilikuwa zinaniongoza nikienda nyumbani.
kama athire ku ndengĩehera warĩ kũwe gũkũ na watĩtwo na wokĩte haha na makuo maraihu gũka kũgĩtuĩka kĩrĩa intercessor ngĩrwo nũ ũkĩnjĩra atirĩrĩ gũkũ ofici rĩ tikuo ũraikara ume ngĩkano nyume Gerikiki verse 20 nikali naye nende ndanyita mũndũ nĩmekwagĩra rĩu nĩkwanjia kũrikiki na kũri naye nĩũkerira nĩũkũhurucina nĩ ũndũ wa hurucina nĩũkerira na nĩma nĩndĩrerira ndĩrahurucunire hurucu nathire kũ no atũire mwĩrĩ oke Sunday Ejerie we ni ukurushina rishina lako we urusana ni okerira anema nĩ njangiri theri angĩ mekĩrĩte makuo matune haha akwĩrire haha rĩ aya me haha rĩ ici nĩ hinga haha hatirĩ mũndũ eterera Ngai agũthurĩre andũ nĩ ũkerira na ngware icio ciothe nĩcio ciraharaganirie na cirathiĩ o acio othe mekĩrĩte makuo matune haha manyina manirie ũguo onawe no ũronaga njangiri theri onawe no ũrona nĩguo gĩthiũrũrũkwo ona wathiũrũrũkwo atĩa na ndũngĩhũgũra na bata mũnene nĩ kwĩhũgũra ĩno ngingo yathondekirwo ya kwĩhũgũra no tiĩroretwo hamwe natũma nginya ngine ciatheke kisha Daudi akasimama akaoga akajipaka mafuta na kubadilisha nguo zake, halafu akaenda katika nyumba ya Yahwe na kuabudu. Kisha akarudi kwake akaamuru wamletee chakula, naye akakula chakula. Kutoka leo tunaenda kukula chakula, maana tumeondoka kwenye hiyo matazaibu, tumeondoka kwenye mikono hiyo, tumeondoka. Maana kilicho ambacho kililetwa kwetu ambacho si cha kweli kimeondolewa, kimeweza kuondolewa na picha imekuwa clear. Wega ni gwitikira mahitia maku. Mahitia ni makwa. Yes. Mahitia tondu ni ndenda gwaka kanitha ta ya Harrison Ng'ang'a ya tumia ifeti na tukari tondu Harrison ni dadi wakwa udodeke kaikisabo na dikwenda mikora teno yoke ndikwenda mikora teno yoke. Sitaki wakora kama hawa wakuja, maana wataharibu kanisa. Nataka wamama kama hawa wazuri warembo. Ile ni shikupe niliwekwa ndani ya shimo. Na ni hawa watu wa maguo ya red. Na imagine walivaa nguo za red. Nikaambia huruka. Hurushina. Ni okerira. Na wakafurushwa, wakatolewa wote, wakaambia toka, enda. Kiona matangatangaleta huko. Gide ni higa. Marikia mission wote walitoka siku moja. Baada ya kumaliza mission, niyo monaga huko mahuragira our sister ni mamenya
wakwa tau tungithi nawe ucio ni makamenya ni urari gwakwa acio meja no rucio ni makamenya o menyaga ate no ni umenyaga Mwathani agocwo. The most important thing ni kujielewa. Gutire mundu utangihengeceka. Gutire. Daudi alihengeceka. Yes. Lakini Mungu alimuokoa. Akamuondolea. Hako katoto lazima akakufe. Hawa watu lazima wakuondokee. Hiyo watu, yani that group, watu waovu lazima waondoke. Na wakiondoka itakuwa mwanzo mpya. Maana wakati alijua things have fallen apart, vitu vimeanguka, alitoa nguo akaingia kwenye nyumba ya Mungu na kumwabudu huyo Mungu alikuwa amemwacha, na akamwambia sasa niko tayari kutumika, nitumie tena. Mwambie mwenzako niko tayari kutumika. Yani guza mwenzako mwambie be tayari, niko tayari kutumika, niko tayari kufanya kazi yako, niko tayari kusimama kwa njia zako. Bwana, naomba msamaha, ukanishike tena, ukanielekeze kwenye mipango yako, na ukanishika katika njia zako, niweze kukutumikia na kukaa kwa mapenzi yako. That is the only prayer I can do. Halafu akaenda katika nyumba yao Yahweh na kuabudu, kisha karudi kwake akaamuru wamletee chakula. Todo niona ni wira wa tuhu. Amefuga siku 7. Hii ati ni fasting, kumbe ilikuwa starvation. Ni kweima irio tuhu. Kweima irio tuhu. Na tumaginya joka iria ciagirwo kosikiria. Ciraga kuria ni undu wa waganu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajitesa, unatesa mpaka viumbe vya Mungu vilivyo ndani ya mwili wako zikakosa chakula kwa sababu ya kujitesa, kujinyima chakula. I've been fasting, kumbe nilikuwa na fast for nothing. Kumbe imekuwa nikiweta watu pamoja na wabeberesa, maana ni watu wakubwa wa maana. Kumbe I've been doing zero work until God has reminded me. Most of us here we've been doing the zero work. Tumekuwa tukifanya mambo ambayo ni zero. Hakuna kitu. Huduma ya miaka 2 tumefanya hapa zero work. Bwana Yesu asifiwe sana. 2 years of wastage. 2 years of being surrounded by hyenas. Hata duale. When I draw digithia. Hata kile bara. Mwihogoro. Nio miwi. Utakemereire. Mwihogoro. Nende goikaria thi. Uhekirira. Niguruta ngoima. Niguruta ngoima kiukirira ni ukohe. Verse 21. Halafu watumishi wake wakamuuliza, ni jambo gani hili ulilolifanya? Mtoto alipokuwa mzima wewe ulikuwa unafunga na kumulilia, lakini alipokufa ukasimama ukala chakula. Kaina kiogo kihia ate. Mwana amurwaru niguo ria hingega. Riu tondu ni akua akamuria atiri, unafuka sasa unakula chakula, si ungefuka maana mtoto amekufa. Verse 22. Ukiendelea na mfugo. Bwana Yesu asifiwe sana. When things have fallen apart, you make hard decisions. Unafanya maamuzi mazito na magumu ndio uweze kurejea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio uweze kuingia kwenye mipango Mungu. Daudi akawajibu, ni kweli mtoto amekuwa mzima, nilifunga na kulia. Nilifanya hivyo maana nilifikiri nani anajua labda Yahweh atanihurumia kusudi mtoto aishi. So this man was crying to God ndio mtoto aishi. Hakuwa analilia Mungu ile dhambi aliyoifanya. Mnanielewa? Lakini hapa hamkuelewa vizuri. Alikuwa analilia Mungu mtoto asife, lakini hakulilia Mungu ile dhambi aliyoifanya ndio mtoto huyu apatikane. And God is a God of justice. Ni Mungu mwenye kutoa hukumu iliyo ya ukweli. Hukumu ambayo haina ubatilishi.
maana alitaka kwanza katubu dhambi. Kama huyu jamaa angetubu dhambi, ile dhambi aliyoifanya, labda mtoto angepona. Akasema mzima, nilifunga na kulia, nilifanya hivyo maana nilikuwa nafikiri katika uovu wangu bado Mungu atakuja, katika uovu wako Mungu hatakuja. Mungu hawezi kukuja katikati ya uovu wako. Na waganu ine wakuga idagioka huyo mtoto lazima afe. Hiyo huduma lazima ife, hiyo biashara lazima ife, hiyo ndoa lazima ife, maana si ya ukweli, iko na chukizo mbele ya macho ya Mungu. Verse 23, lazima ife. Kwa hivyo usijali ni ambayo yameondoka. It is time for us to repent. Kutoka leo Jumapili hii mpaka Jumapili ijao tutakapo kwenda pale archives, ni wiki ya kutubu. Ile dhambi yote unajua umefanya, ile dhambi yote unajua umefanya, ni wiki ya kutubu. Maana siku ya Jumapili tutabadilishwa. Siku ya Jumapili tutafanya nini? Tutabadilishwa. Lakini sasa amekufa, kwa nini nifunge? Mimi ninaweza kumrudisha katika dunia. Mimi hicho kitu Mungu amekataa, nina uwezo wa kukiregesha akapata. Kama nimeshindwa kumwombea akiwa hai, akiwa amekufa ndiye atarudi, basi wacheni nikule, wacheni niende nikahubiri injili, wacheni niende nikahubiri injili. Niacheni niende nikahubiri injili ya Mungu, na wewe nende ukafanya kazi ya Mungu, ukaishi jinsi Mungu amekwambia ukae. Let us be upright, tukue watu wamesimama vizuri. Maana huyu Mungu hakuna siku, hata katika hiyo hali yetu ya kuwa wachafu, huyu Mungu bado amekuwa na sisi. Ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye ametupenda. Lakini ukiona amefika wakati wa kutuon, ni kumaanisha he is fed up with us. Tiate tuli afata mono, he is fed up with us. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nitakwenda kule alikokwenda, lakini yeye hawezi kurudi kwangu. Yaani ilifika mpaka Daudi akasema, mimi ndio nitaenda kule, huyo mtoto ameenda, mimi ndio nitaenda, lakini yeye hatarudi. Maana ni Mungu, ni maamuzi. Alijua ni maamuzi ya Mungu. In your failures ujue ya kwamba God has participated in whatever that is happening in your life. God is involved. Ndio kwa maana umeondolewa kwenye mpango ya Mungu, na amekuondolea hicho ambacho ulikilete kinyume na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. 24 tumalizie hapo ndio tuweze mutikakeme na muno. Halafu Daudi akamfariji Bathsheba mke wake. Haleluya. Akalala naye akapata mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Naye Daudi alimuita Solomon. Yawe alimpenda mtoto yule. Kwa hivyo ukitubu dhambi ulioifanya, si eti Mungu atakuondoa mahali hapo, lakini atatimisha malengo yako hapo hapo. Maana hakuenda kutafuta mwanamke mwingine. Huyo mwanamke aliyezaa mtoto ambaye hakuwa wa ukweli, hakuwa wa kutokana na Mungu. Huyo mwanamke Daudi alilala naye akamzalia mtoto, na huyo mtoto ndiye anaitwa Sulemani. Mungu anaenda kukubali, anaenda kukufuatia kitu kipya katika hiyo hali. Maana umetubu, katika hiyo hali maana tumetubu na tumemrejelea Mungu. Atatuweka kwenye mpango wake, atatuweka kwenye nia yake, atatuweka kwenye reasoning, mpango wake. Huyo Mungu na tukumbuke. Simama kwa miguu yako. Nishike mkono Bwana, nitaguoko fafa eheteti enyumete makoine makuna jira ilisha ngai ekedoka naya kuhera media etanira kuri wengai ugarorera mutorere wako na jira shako sioni ugarorera fafa mitumo yako anyeke wako kwathikania na mukana ngai wako. Fungua kinywa chako, mlilie Mungu.
Umwambie Mungu, nahitaji mkono wako tena, nahitaji msamaha, nahitaji kushikwa tena mkono. Ulimtusi mtumishi, ulimwongelea, ulikosa heshima na mafuta, ulikosa heshima na huduma hii, ulishindwa ama ulikosa nafasi ya kukosoa mtumishi wa Mungu. Uliona makosa yakiendelea, lakini haukuzungumza. Mwambie Mungu, naomba msamaha. Fungua kinywa chako tu, mwambie Mungu, hoya muhera ni ukorwate Jehova. Dani kama huduma zilitona moga. Nejaretie, nimeongea, nimefanya matendo ambayo si mazuri. Nimemkosesha mtumishi wako maana sikumueleza. Nimekosesha kanisa lako maana sikulieleza. Nimekosesha watu wako maana sikuwaeleza. Naomba unishike. Naomba kubarikiwa na wewe tena. Naomba msamaha. Kama vile Daudi alipoenda kwenye nyumba ya Mungu na akaomba msamaha, na alipoomba msamaha maisha yake tena ilibadilika na yakawa tena sawa. Mungu anasema anaenda kubadilisha maisha yako. Anasema anaenda kubadilisha vyote ambavyo vimekuwa katika maisha yako. Anasema anaenda kukuinua tena. Anasema anaenda kubadilisha njia zako na nia. Bwana anasema ukikubali kurudi naye atarudi. Mwambie tu, Baba, niko tayari. I am ready now. Niko tayari. Mwambie niko tayari. Mwambie niko tayari. I am ready. I am ready now. I am willing and I am ready to serve under your umbrella. I am ready to serve you. I'm ready to be where you want me to be. I'm ready to do what you called me for. I am ready, Father. Wacha nikuone tena venye nilikuwa nikuona zamani. Nishike mkono, maana sina uwezo na sina wakati mwingine nitautumia kujipeleka mbele. Nitakuhitaji kila wakati. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. Leteni zaka zenu hapa tukaweze kufanya kazi ya
Inua mikono yako niombee dhabihu zako. Mungu muumba mbingu na dunia, wewe ni Mungu. Hata kabla ya kuwa kwa dunia hii uliishi. Wewe ni Baba, maana umekuwa mlinzi wetu. Wewe ni Mwokozi, maana wewe ni Mwokozi katika njia zetu. You're the tree of life, mti wa uzima. Wewe ndio maji ya maisha yetu. You are the hope of our hopes. You are the King of our kings. You are the Lord of all the lords. We worship you this afternoon. Tumekuja na dhabihu zetu na malimbuko yetu na fungo za 10 zote tumezileta mbele yako, na hata tumetoa madhabihu kulingana na mambo ambayo tunataka ukatutendee. Jehova, nainua dhabihu hii mbele yako na kusema na ikubalike machoni mwako, na ikubalike kwa kila njia, ukaweza kuikubali na ukatubariki na ukatufanikishe katika malengo yote, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Amen. So keti tu kidogo. Wale ambao wanahusika na watu hawa, ningependa sana tuanze hiyo mipango kutoka leo ya wazee both mahali popote walipo. Wale ambao tumekuwa na wao, sijasema mkae chini, sikusema mkae. Nyinyi ni mnafaa kusimama 24/7 hata kama yes. Kwa hivyo mipango hilo nimesema itimizwe na ifuatiliwe kwa ukaribu tena. Tutarudi kwa muda mchache sana, saa 10 sharp, kwa muda only 25 minutes. Maana nitakuja tu kuomba kwa ajili ya deliverance, only 25 minutes because kuna mahali kwingine na nimealikwa kwenda kuhubiri. Kwa hivyo only to be from 4, kwa hivyo by 3:30 mkwe mshaanza 4, only 25 minutes tumalize. Okay? You can worship one song. Empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.